wewe ndiwe mchungaji wa tena kiongozi wa maisha yangu, wanitazama kama ya jicho lako. Usifiwe Bwana, usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe mchungaji wangu tena kiongozi wa maisha yangu, wanitazama kama ya jicho lako. Usifiwe Bwana, usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na nuru yangu, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe Bwana, wewe ndiwe mchungaji wangu tena kiongozi wa maisha yangu, wanitazama kama ya jicho lako. Usifiwe, usifiwe ewe Bwana, Muumba wangu na Mungu yangu, wema wako wanijaza moyo. Wewe ndiwe Bwana, wewe ndiwe mchungaji wangu tena kiongozi wa maisha yangu, wanitazama kama ya jicho lako. Haleluya, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna
Mkono wa Mungu umenibeba Bwana, haitawa rahisi kufika hapa. Mkono wa Bwana haitawa rahisi kufika hapa Bwana, mkono wa Mungu umenibeba Bwana, mkono wa Bwana wangu umenibeba Bwana, jambo lipilo yeye asilo niweza. Kwa nini jambo lipilo yeye asilo niweza? Kwa nini jambo lipilo
ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Kwani ni jambo yeye asiloliweza? Kwani ni jambo jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza? Yeye ni baba wa yatima, tena ni mume wa wajane. Yeye ni baba wa yatima Bwana, tena ni mume wa wajane. Yatima tena ni mume wa wajane. Kwani ni jambo lililo yeye asiloliweza? Kwani ni jambo msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, yote limaliza, yote msalabani, yote alimaliza, alimaliza yote msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza, yote Bwana msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza Bwana, yote msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza, yote Bwana msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, kazi ya msalaba alimaliza, yote
yote alimaliza, yote Bwana msalabani. Kifo chake kilimaliza yote msalabani, yote alimaliza, yote msalabani. Alienda kwa msalabani akamaliza yote Bwana, yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza Bwana, yote msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza, yote Bwana msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, yote alimaliza Bwana wangu msalabani, yote alimaliza, kilimaliza yote Bwana msalabani, yote alimaliza, yote msalabani, alimaliza Bwana yote msalabani, alimaliza yote msalabani, yote alimaliza yote msalabani, yote alimaliza yote msalabani. Umejaa msamaha, huruma na upendo, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Huruma na upendo, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, 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 wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, wewe, Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, wewe ni mwema, mwema kwangu, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Bwana, wewe Bwana, ni mwema, ni mwema kwangu. Umejaa msamaha, huruma na upendo, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, huruma na upendo, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, huruma na upendo, mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ni kwa wema wako tu, hatuangamii Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ni kwa wema wako tu, hatuangamii, wewe ni mwema, haleluya Bwana, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, huruma na
wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Ni kwa wema wako, kwa wema wako tu hatuangamie. Haleluya, wewe ni mwema, wewe ni kwa wema wako, kwa wema wako tu hatuangamie, hatuangamie. wewe ni mwema. Katika mipango yetu yote, hakika tunaye Mungu, wala tubatishi. Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yetu yote, katika tunaye Mungu, wala tubatishi. Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote, hakika tunaye Mungu, wala hatubatishi. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu wetu, tunaye Mungu, haleluya. hakika tunaye Mungu, katika mipango yote, hakika tunaye Mungu, wala hatubatishi. Hakika tunaye Mungu, Tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote, hakika tunaye Mungu, wala hatubatishi. Haleluya, hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu wetu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yetu, hakika tunaye Mungu, wala hatubatishi. Hakika tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu wetu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, wala yote, hakika tunaye, wala hatubatishi. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu, hakika tunaye Mungu, katika mipango yote, hakika tunaye, wala hatubatishi. Hakika tunaye Mungu, tunaye Mungu, haleluya. hakika tunaye Mungu, katika mipango yote, hakika tunaye, wala hatubatishi. Hakika tunaye Mungu. Haya, tumpatie huyu Mungu wetu makofi mazuri ya sifa, huyu ambaye anafanikisha mipango yetu yote. Makofi kwa Bwana, makofi kwa Yesu, makofi kwa Mwokozi. Haya, kelele shangwe kwa Bwana Yesu, kelele shangwe kwa Yesu, kelele shangwe kwa Yesu. Bwana juu, tunasema asante kwa Yesu. Tunafungua vinywa, tunasema asante kwa Yesu. Asante Mwokozi, asante Mwokozi. Tuko na vitu mingi za kumwambia Mungu ni asante. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni Bwana, umetukuka sana. Wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana Yesu. Wewe tumekuja kusema asante, Tumekuja kusema, tumekuja kumwambia asante. Fanya hivi, na nimekuja kusema asante, tumekuja kusema asante.
fadhili zako Baba, nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Asante, asante, asante. Hey! Nimekuja kusema asante. Asante, asante, Asante. nimekuja kusema Asante. asante. Nimekuja kusema Asante. haya. Makofi ya shukurani kwa Bwana Yesu. Asante Yesu, umetenda mambo makuu, umejaa fadhili tele. Tunasema asante Yesu, nimekuja kusema asante. Nimekuja kusema asante. Twashukuru kwa rehema zako, uaminifu wako kwetu. Nimekuja kusema asante. Na tumekuja kusema asante Baba. Nimekuja kusema asante. Asante, asante. Nimekuja kusema asante. Asante, asante, asante. Nimekuja kusema asante. Asante, Asante. Nimekuja kusema asante. asante Yesu, asante, asante, asante. Nimekuja kusema kwa mikono yetu tunamwambia asante Yesu, asante Mwokozi, asante Bwana Yesu, asante kwa rehema zako na ukuu wako na uaminifu wako. Asante Yesu. I have come to give back to you, and I have come to say thank you, Lord. And we have come to give back to you. We have come to say thank you. We've come today to say, I have come to give back to you all the glory that is yours. I have come to say thank you, Lord. I have come to give to you. I have come to give back to you all of my worship. I have come to say thank you. I have come to say, I have come to give back to you all the glory that is yours. I have come to say thank you. I have come to give back. I have come to give back to you
Thank you, Jesus, for all your goodness to us. We give you all the praise today. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise, Lord. It belongs to you. To you alone. To you alone. Take all the Take all the praise. praise. It belongs to you. Somebody just celebrate the goodness of the Lord. For the Lord is good, and His mercies endures forever. And I have come to say thank you. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise. Take all the praise. You deserve it, Lord. You deserve it. Take all the praise. Take all the praise. And we have come today. Take all the praise. Take all the praise. We have come to say thank you, Lord. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Tuimbe sauti yake, mwambie Bwana asante. Asante Mwokozi. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Mwokozi wangu wewe sahihi. Asante Bwana Yesu wewe. Thank you, Jesus. Ee Bwana, twakuabudu mfalme, simba wa Yuda. Ee Bwana, twakuabudu mfalme, simba wa Yuda. Ee Bwana, twakutukuza mfalme, simba wa Yuda. Ee Bwana, twakuabudu mfalme, simba wa Yuda. Giving you everything. We enter your courts today, bringing our offerings, bringing our offering, lifting our hands to you, lifting our hands to you. Hey, giving our washangwe, twakusifu milele, milele, milele. Na milele, washangwe, shangwe, shangwe. Twakusifu milele, milele, milele. Na milele, washangwe, shangwe. Twakusifu milele na milele, milele. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Pigieni Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Bwana vigelegele, vigelegele kwa furaha. Vigelegele, 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 vigelegele,
Mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ndiye mfalme, Bwana wa uzima. Mfalme, Bwana wa uzima. Anatawala, Masia ndiye Bwana wa uzima. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Utawala wake ni wa milele, Bwana wa uzima. Bwana wa uzima. Utawala wake ni amani, Bwana wa uzima. Mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ndiye mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ni mfalme, Bwana wa uzima. Utawala wake ni afya, Bwana wa uzima. Mfalme, Bwana wa uzima. Yesu ndiye mfalme tena wa uzima. Mfalme, Bwana wa uzima. Yesu wa uzima wa milele. 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 Anatoa uzima wa milele. Anapenda uzima. Yesu wa uzima wa milele. Anatoa uzima. Yesu wa uzima wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Bwana Yesu wa uzima wa milele. Anatoa uzima wa milele. Haya kelele zimeanza. Wa uzima tuliopokea kutoka Yesu. Wa uzima wa milele. Nasema asante Yesu. Asante Yesu. Yesu wa uzima wa uzima. Anatoa uzima. Yesu wa uzima wa milele wa milele. Yesu wa uzima wa milele wa milele. Bwana Yesu wa uzima wa milele wa milele. Yesu wa uzima wa milele wa milele. Yesu wa uzima wa milele wa milele. Bwana Yesu wa uzima wa milele. Anatoa uzima wa milele. Anapenda uzima wa milele. Ameshatupa uzima wa milele wa milele. Ashatupa uzima wa milele wa milele. Yesu wa uzima wa milele. Utukufu, utukufu yao. Haleluya, haleluya, haleluya. Utukufu na Bwana. Utukufu, utukufu kwa Yesu.
Bwana Yesu Bwana wa mabwana katika taifa letu Bwana Yesu wewe uinuliwe, uinuliwe, unayetenda mema. Bwana wa mabwana uinuliwe, tunakuinua Mungu unayeweza mambo yote, uinuliwe
are the most And high. your kingdom is everlasting, Lord. You are the most high God. You are The most high. Jehovah, you You are the most high. your reign is everlasting. You are the most You high. are the King of kings, the Lord of You lords. are the most high God. You are the most high. Jehovah, You are the most high. so we give him a shout of praise. For his kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is an everlasting dominion. You're the most high God. You reign, you reign, you reign. Jesus, you reign on high. You're the glory. You're the power. You're the dominion. You're the King of glory. You're the Almighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Turn to your neighbor, tell them Jesus is here. Jesus is Remind here. them the presence of the Lord is here. The Lord The is here. presence of the Almighty God is here. The reign of Jehovah is right here. The Lord is right here. Oh, surely, surely the presence of the Lord is here. Oh, surely, Surely the presence of the Lord is here. oh, surely, the Lord is here. Oh, surely the Lord is here. Oh, surely, Surely the presence of the Lord is so here. somebody is here. Surely, surely the presence of the Lord is here. Oh, surely, the Lord is here. Oh, surely, The Lord is here. Amen. Sana bentaina, Amen. sana bentaina. Nana tesoya, atina saiwe. Nana tesoya, atina saiwe. So we must praise Him. In Africa, So we must praise Him. Can you hear me? African way. This is how we do it. Praise Him in an African way. Hallelujah. Amen. How many Africans do we have here today? Do we have Africans around? And you know how we do it here in Africa? So we must praise Him. Praise Him in an African way. And so we must praise Him. In an African way. Oh, Masaika Yesu katiranga jenda. Masaika Yesu katiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Katiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Katiranga tenda. Twende hivi. Makofi, mikono, mikono, mikono. Mumula mumu Yesu, buchilanga jenda. Mumu Yesu, Katiranga tenda. hallelujah. Hallelujah. Katiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Katiranga tenda. Amasaika Yesu, buchilanga jenda. Masaika Yesu, Katiranga tenda. hallelujah. Hallelujah. Katiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Katiranga tenda. Mumula mumu Yesu, buchilanga jenda. Masaika Yesu, Katiranga tenda. hallelujah. Hallelujah. Katiranga tenda. Hallelujah. Hallelujah. Katiranga tenda. Yesu, go. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu. Andindanga. Yesu. Andindanga yo. Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko yo. Yesu mulaiko. Yesu. Ambonyanga. Yesu. Ambonyanga yo. Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu. Yesu mulaiko. Yesu mulaiko. Yesu. Tayanje. Sweet Tayanje. Tayante. Yesu. Tayante. Tayante.
matai manene, matai Yesu ni wa matai, ni wa matai Yesu, ni wa matai manene, wa matai Yesu, ni wa matai muyai, ni wa matai manene, wa matai Yesu, wa matai manene, we wa matai musumbe, we wa matai manene, wa matai Yesu, wa matai manene, we wa matai muyai, wa matai manene, wa matai Yesu, wa matai manene, we wa matai Yesu, wa matai manene, wa matai Yesu, wa matai manene, we wa matai muyai, we wa matai manene, wa matai Yesu, wa matai manene. Hakuna kama wewe Bwana. Twende, twende. Huyu Mungu ametunemesha, ametuonyesha rehema. Ta 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 unajua penye huyu Mungu ametutoa. So we must praise Him. So we must praise Him. Praise Him in Africa. So we must praise Him. Praise Him in African way. Egimalomba, Egimalomba, Gimapololomba, Egimalomba, Egimalomba, Gimapololomba, Ewanuati, oh Egima, hello Yesu, hello Yesu, Kachiwala nono, Ewanuati, oh Egima, Egimalomba, Egimalomba, Gimapololomba, Ewanuati, oh Egima, hello Nyasai, hello Nyasai, Kachiwala nono, Ewanuati, oh Egima, Egimalomba, Egimalomba, Gimapololomba, Ewanuati, oh Egima. Ye Bwana Yesu wewe ni mwema. Enda kwa Yesu. Anuati kwa Yesu. Wanuati, Anuati. wanuati kwa Yesu, wanuati kwa Mungu. Anuati kwa Yesu. Wanuati, Anuati. wanuati kwa Yesu, wanuati kwa Mungu. Anuati kwa Yesu. Wanuati, Anuati. wanuati kwa Yesu, wanuati kwa Mungu. Tunaenda kwa Yesu. Si tunaenda kwa Yesu eh. Hey! Anuati kwa Yesu. Anuati kwa Mungu. Wanuati, Kwa Yesu. wanuati, Anuati. wanuati kwa Yesu, wanuati kwa Mungu. Anuati kwa Yesu. Wanuati, Anuati. wanuati kwa Yesu, wanuati kwa Mungu. Adongo kongo nikani. Anuati. Anuati. Wanuati kwa Yesu, wanuati kwa Mungu. Imalomo nikanye. Wanuati, Anuati. wanuati kwa Yesu, wanuati kwa Mungu. Anuati kwa Yesu. Wanuati, Anuati. wanuati kwa Yesu, wanuati kwa Mungu. Uyanyasa. Uyanyasa. Uyanyasa.
Angalia mwenye kama mko naye amekaa chini. Leo tunataka tusifu mpaka ile chakula yote ulikuwa umekula ili ipate nafasi ya kuweka hii yetu. Bwana asifiwe. So mwira ni turaina. Leo tuigira gikoini rege. Bwana asifiwe. Kwa mama ninaona akina shosho wanalala. Nataka muone kigosho igire idatu. Tugonge sifa 2 3 ya Kikuyu. At least mambo yereweke. Bwana asifiwe.
nĩ ũtũiguaga. Tũgwĩtaga twende nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Twĩtaga twĩrĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Tũgwĩtaga twende nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Tũgwĩtaga twĩrĩ nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Tũgwĩtaga twende nawe ũrĩ matu-inĩ na nĩ ũtũiguaga. Igwanĩrĩra Tuge na mũgambo wa tene we Ngai. igwanĩrĩra Tuge na mũgambo wa tene we Ngai. marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene. Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene. Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene. Marĩtwa nĩ maingĩ mũhuro wa riũa no rĩaku nĩ inene. Igwanĩrĩra Tuge na mũgambo wa tene we Ngai. igwanĩrĩra Tuge na mũgambo wa tene we Ngai. igwanĩrĩra Tuge na mũgambo wa tene we Ngai. kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa Kũrĩ ndawa, kũrĩ ndawa. kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa yono biũ. Jesũ witũ nĩwe ndawa yatumia mũthiũka tũnyua. Kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa yarĩ akũrũ akũrũ mũthiũka tũnyua. Ndawa nĩ kiugo kĩa Ngai. Ndawa nĩ kwendira ndawa nĩ kwendira Ngai. Kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa oza Jesũ. Kũrĩ ndawa 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 nĩ kũgoca Jesũ. Ndawa nĩ kiugo kĩa Ngai. Mũthiũka tũnyue. Atumia mũthiũka tũnyue. Athuri mũthiũka tũnyue. Atumia mũthiũka tũnyue. Mwana mũthiũka tũnyue. Anake mũthiũka tũnyue. Kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa nĩ kiugo kĩa Ngai. Nĩ gũtira meria. Athuri mũthiũka tũnyue. Ndawa nĩ kwendira meria. Kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa kũrĩ ndawa bũrũri wa arĩa me muoyo. Haleluya. Endi bũrũri wa arĩa me muoyo. Haleluya. Endi bũrũri ũtarĩ maithori. Haleluya. Bũrũri ũtarĩ. Endi bũrũri wa arĩa atheru. Haleluya. Endi bũrũri ũtarĩ maithori. Haleluya. Bũrũri ũtarĩ. Endi bũrũri tũkanoca. Haleluya. Endi bũrũri ũtarĩ na kĩeha. Haleluya. Bũrũri wa arĩa me muoyo. Haleluya. Endi bũrũri wa arĩa atheru. Haleluya. Bũrũri wa Ngai witũ. Haleluya. Endi bũrũri tũkarũgaga bũrũri. Haleluya. Endi bũrũri tũkainia thũgĩ bũrũri. Haleluya. Endi bũrũri wa arĩa me muoyo bũrũri. Haleluya. Ngatho ici ndacitũma nĩ ũndũ cia manene ũningĩ atũra kumagio nĩ ũndũ akaru akuĩra
mokera Israela Yesu mani ni wakwa yenegwa Eniwe mwa Yesu Yenegwa mwana rosio Eni zona ni onana esianaga Yene mwani egatigera Kaiwa guani Kare wake airegwa Yegana jite tagua kaye Yeni amokera Israeli Yekumani nine wakwa Yewe mwega Yesu Yere uomode na rosio Yekumode na rosio Yeni amokera Israeli Yekumani nine wakwa Yewe mwega Yesu Yere uomode na rosio Hallelujah. Hallelujah. Tukamwabudu Mungu. Yes. Unaweza kufanya makubwa zaidi ya niyombavyo. Unaweza kufanya Bwana, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya unaweza kufanya, unaweza kutenda makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza Bwana, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya kiki enda chini di sana kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza zaidi ya niomba. Unaweza weza kufanya, unaweza na weza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombayo. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, wakupewa sifa na utukufu
sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Wakuabudiwa Bwana, wakuheshimiwa ni wewe Bwana, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Kuna Bwana. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Ukisema ndio, heshima zote. Nani kama wewe? Hakuna wa kulinganishwa na wewe, niwe Mungu. Nani kama wewe? Na mwingine wa kulinganishwa na wewe. Mwanadamu nani wewe? Wakusimama mbele zako, hakuna Bwana. Mwanadamu nani? Wakusimama mbele zako. Unatupandisha Bwana, unatupandisha utukufu hadi utukufu. Niwe Mungu, unatupandisha Bwana, unatupandisha utukufu hadi utukufu. Haleluya. Ukisema ndio, zae kupinga Bwana. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga Bwana? Nakupenda
Nataka niite waziri akaribishe mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Tumeshukuru kwa hiyo sifa. Kila mtu amesikia amechangamka. Nani hajasikia amebarikiwa? Ni matumaini yangu kila mtu leo hata hajawahi sifu kama vile amesifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku ya leo ni kubwa sana, siku ambayo Mungu ametubariki kwa sababu kuna functions nyingi. Tulianza mapema na saa 12 na bado tunaendelea. Tumekuwa na mahubiri mingi sana. Kwa hivyo hata ukiona mtumishi wa kubwa wote ambayo wametuongoza kwa sifa, Mungu ambariki sana. Najua mmechoka sana, hata mnahitaji tumaji ya kunywa hapa kwa sababu mmetoa jasho sana. Tutendea. Tunataka pia kuendelea kushukuru wale ambao wanaandalia maandalizi. Mmefanya kazi ya ajabu sana. Furahia sana. HOD department ya hospitality, najua watu wakitoka hapa baada ya harusi kuna kitu umewaandalia, kinywaji, refreshments, sijui kama uko tayari after the what we are doing today. So we are very appreciative from the youth. Every department has done its best. Unajua pia kuna crusade kwa wale ambao hawaku asubuhi nikitagaza, tunaye crusade kubwa sana katika uwanja huko akipigana na kazi yake. Wale wageni ambao wamekuja baadaye, msiogope, msikie mmekaribishwa katika CFC Synagogue. Sasa wakati huu nataka tu nimkaribishe mtumishi wa Mungu, hata kama alikuwa hapa amesema kuna kitu alisahau kumwambia. Unajua watu za kuongea. Yeye nataka kumkaribisha na nafikiria anajijua. Pastor Caro, najua uko karibu, ukija usichoke kwa sababu wewe ulituitwa katika kazi ya Mungu na najua neno yako itatufurahisha sana. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, karibu sana na Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kweli huyu ni waziri mkuu. Amesema ya kwamba ati ninarudi hapa sababu ati nimesahau. Bwana asifiwe. Kuna jambo moja ambalo tunakuwa nalo katika hii huduma ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kama vile tu karibu sana hapa tunajiita Crusaders for Christ ama the Synagogue, na kuhani wa hili nyumba anaitwa Apostle Ndora Waroinge. Kunao ambao wamemjulia kwa YouTube, kwa social media, ile njia yote ambayo umejua mtumishi wa Mungu, karibu sana. Nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu alijua ya kwamba siku ya leo nitakuwa ninahudumu katika haya madhabahu. Maana ukiambia Mungu wewe ni chombo tu cha kufanya kazi yake, hujipangii. Mungu ni yeye anapanga. Ya pili, ningependa kurudishia Apostle Ndora Waroinge shukrani kwa kuniaminia kuwa katika haya madhabahu. Mungu wa mbinguni akaweze kumbariki na ile kazi ambayo ameenda kufanya pale Eldoret. Mungu wa amani wakiwa pamoja na timu yetu awafanye mema, maana watarudi vizuri. Bwana asifiwe. Tunakumbuka ya kwamba katika Jumapili tuliambiwa ya kuwa tuko katika mwezi wa mwisho wa mwaka huu. Wengi wetu tumekuwa tukiomba tarehe 31 ya kuwa Mungu, ninataka 2025 nikuwe hivi. Lakini mtumishi wa Mungu alisema ya kwamba huu ndio mwezi wa kufungulisha milango. Bwana asifiwe. Na ninaamini ya kwamba kila mmoja wetu hapa mwenye alikuwa amekimbia na hilo neno, sababu mimi milango imefunguka. Bwana asifiwe. Hata milango ya huduma imefunguka, sababu tunaona ya kwamba tuko na harusi siku ya leo.
tumebarikiwa, mtumishi ako Eldoret na sisi tuko hapa na harusi. Majina yangu ni Caroline Wairimo na nimeokoka. Bwana asifiwe. Kwa wageni wetu ambao mlikuwa mmefika mkitarajia kuona mtumishi, wacha niwaambie ya kwamba katika hii huduma the CFC, hii si kanisa kama ile ingine. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni madhabahu, na madhabahu si ya mtu mmoja. Kwa hivyo hata kama umeingia na umepata mtumishi hayuko, ujue uko mahali ambapo panafaa. Maana tukifanya mtumishi wa Mungu kama ni yeye, atafanya zile shida tuko nazo tukaweze kusaidika, tutamfanya akuwe Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukifika mahali hapa, hii madhabahu ya kwanza, ukijishikanisha na Mungu, when you connect yourself with God, everything is in order. Amen. Kuna testimonies mingi sana tumesikia ya kwamba nilikuja nikitarajia kuona aposto, lakini hata sikumuona. Kwa neno tu lile ambalo alinena, na mimi kujishikanisha na Mungu, mimi nilifunguliwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha tuamini, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesema ni asanti kwa sababu ya haya masaa. Uliyajua wakati ulipoumba mbingu na nchi ya kuwa tutakuwa mahali hapa. Tumesema ni asanti Baba wetu wa mbinguni kwa vile umekuwa mwaminifu tangu tuanze tarehe 1 na sasa ni tarehe 8 mwezi wa 12. Ni wengi ambao tulianza na wao katika haya madhabahu, lakini wengine wameaga na wengine wangependa kuwa hapa lakini hawako. Mbali kwa sisi umeonelea ni vyema tuwe mahali hapa. Asubuhi njema Bwana, tunasema ya kwamba Mungu wetu wewe hubadiliki. Tunaomba ukatusamehe dhambi zetu. Asanti kwa mtumishi wako ambaye uliyemuita akaweze kutekeleza ile kazi uliyomuumbia na kumuita. Mkono wako wa neema ukawe juu yake, wakiwa na wale wengine wako mahali pale. Ile kazi umemuitia ya kufungua watu Jehova, na wakafunguke. Waliokuwa na maugonjwa Jehova wakapone katika jina la Yesu Kristo. Adhuhuri ya leo tunapoenda kusikia neno lako Jehova, tunaomba ukawe pamoja nasi. Roho Mtakatifu wa Mungu, tumekukaribisha ukawe pamoja nasi. Hata kwa ibada ambayo tunagojea ya harusi, tumeikabidhi mikononi mwako. Mapenzi yako ikatimie. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Once again, I want to welcome everyone in the house and also our online viewers. We have our sons and daughters wenye wako kule diaspora. Thank you very much for joining us. Thank you for supporting the ministry. Hata kwa wenye tuko hapa, thank you very much. There is a reward when we continue doing the work of God. Bwana asifiwe. Kuna malipo wakati unafanyia Mungu kazi. Whenever you do work, do as if you are doing it for the Lord. Bwana asifiwe. Usifanye ati ndio ufurahishe mwenzako. Usifanye kazi ili ufurahishe aposto. Usifanye kazi ukiangalia kama anakuona. Whatever you are doing, you do it as if you are doing it for the Lord. Bwana asifiwe. Hiyo ingine ya muhimu ni kwamba ukijua umekuwa katika mahali, tuseme kama hapa ama mahali pengine, jua ile kazi ambayo Mungu amekuleta ufanye. Bwana asifiwe. Maana tumekuwa warogi katika kanisa. Maana nikiangalia dada Ann, Mungu amemuita katika hiyo line, lakini ninashindwa kwa nini Ann anafanyanga hii kazi? Kwa nini dada Penina kazi yake anafanya vizuri? Tunaanza kupigana. Bwana asifiwe. Tujue ya kwamba kila mtu ameitiwa kazi yake. Kuna watu hata kwa familia, wacha tuondoke sasa kwa mambo za Mungu. Hata kuna familia inakuanga ya kwamba hao watu wote they are business people. Unasikia brother yake ako na company hapa, mwingine ako na hii. Wengine wameitwa as the worshippers. Wengine wameitwa as the high priest. Wengine wameitwa kama ni the kings. Kwa hivyo jijue wewe umeitwa pande gani. Ukijua ni hivyo, alafu waambie mwenye amekuita na ni Mungu, hiyo kazi akuwezeshe. Asubuhi tulikuwa na mafundisho
na nitayaguzia tu kidogo, alafu nitafanya tu vyenye Roho wa Mungu ataniambia. Asubuhi tulikuwa tunajifundisha coming out of our father's bondages. Coming out from the bondages of our father's house. Kumaanisha ya kwamba kutoka katika zile misingi ama zile dhambi zinakuanga katika familia zetu. Tunajua ya kwamba baba wetu Apostle Waringe ameitwa kwa hiyo kazi. Maana hata katika mission na vision ya kanisa inakuwa kutoka the book of Jeremiah chapter 1 tutaisoma. Ya kwamba see ye today have been called to destroy, to overthrow. And that is the mission of Apostle. Na sasa juu tuko hapa, lazima tukunywe ile roho ambayo ako nayo. Amen. Ndio tuweze kumsaidia hii kazi. Yes, yeye ndiye aliyeitwa afanye hii kazi, lakini hawezi akafanya akiwa peke yake. Tukasema asubuhi ya kwamba tukaweze kukua na ile tamaa ya kukua kama yeye. Bwana asifiwe. Yes, tunaweza kosa kujua, kuvunja, kufanya nini, lakini at least kidogo. Ya kwamba unaweza angalia mtu tu mkiongea, unajua because of the discernment spirit, huyu ako na shida. Huyu si shida tu ya kawaida. Maana kuna mtu mwingine anaweza kuwa ni mgonjwa, lakini hii ugonjwa yake akienda kwa daktari haina tiba. Katika wale ambao wanafanya kazi hospitali, nasikianga wanauliza wagonjwa, na kwenyu uko na sukari? Kwenyu kuna mtu ako na sukari? Anaanza hadithi. Nyanya yangu alikuwa na sukari. Aunti yangu ako na sukari. Anakuja hivyo. Mpaka yeye sasa ako nayo. Kama hatujafundishwa, ama huyo mtu akikutana na mtu ambaye hajafundishwa, huyo watakaa tu hivyo. Lakini huyo mtu akikuja kwako, utaweza kumwambia kama hii ugonjwa ilikuwa na shushu, na sasa wewe uko mtoto tuseme wa kanisani, tukaokoka, tukaambiwa ukiokoka damu ya Yesu Kristo iko sawa. Damu ya Yesu Kristo. Tukaona ya kwamba Daudi alikuwa mtumishi wa Mungu. Maana tumesema ya kuwa hata kama umeitwa wewe ni bishop, hata kama wewe ni archbishop, even if you are an apostle or you are an evangelist, thing we saw in the morning that David had something which was inside him. Na hata Daudi hakujielewa, hakujua. Bwana asifiwe. Naomba ya kuwa tuende pamoja, ujiweke sasa wewe, ujitafute. Daudi alikuwa anafanyia Mungu kazi vizuri, lakini kuna kitu moja ambayo ilikuwa inamsumbua. Alikuwa anasumbukana na mambo ya wanawake. Bwana asifiwe. Mpaka tukasoma katika hiyo kitabu ya 2 Samuel 11 ya kuwa ni Mungu yeye mwenyewe wakati aliondoa Saul kwa kukua the king, alimpatia mpaka the wives. Si hapo Mungu alikuwa? Maana alinyang'anya Saul. Ilitoka wapi? Kwa hivyo wakati unaniona mimi nikiwa Karo, labda ninajipatanga, usinihukumu. Tunaweza kuwa ya kwamba uko mtu ambaye ni wa kukasirika. Nikasema ya kuwa hivyo sitakuongelesha, so wacha nikae. Sikujua ya kwamba it is a sin. It was an iniquity in my family. Na kwa kusema ukweli, kama vile Pastor Nancy amesema na wengine, madhabahu haya nitaongea yangu, mimi imenishughulikia na imenifanyia kazi. Ya kwamba hata saa hii ukinifanya kitu hata sionangi, maana nilishughulikiwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukaona ya kwamba Daudi siku moja wakapigane. Na mkumbuke ya kwamba Daudi alikuwa mtu wa kupigana vita.
Lakini kwa sababu ya ile dhambi ile ya immorality ilimfanya akitembea tembea hivi, sijui vile iliprogram. Alikuwa anaitwa Bathsheba. Akamuangalia, akaona anaoga, akarudi kwa nyumba, akatumana, si yeye ni mfalme. So wakati ni Nancy, nilimwona kwa David, aliitwa. Unajua sasa bwana yake ni mmoja wa jeshi ama wameaga. So hata Bathsheba akienda pale lazima angetii, ndio akasikie vile mfalme anamwambia. Na ukumbuke ya kwamba ilipangwa sababu ya Daudi. Bwana asifiwe. Na hii dhambi hauwezi ukaifunikia. You cannot cover an iniquity. Na hii dhambi inakugojeanga tu wakati tu uko pale juu. When you are at your peak, hapo ndio inakuja. Na tukaona ya kwamba Daudi, juu kulikuwa na zile aibu, akatumania Uria arudi. Uria akakuja, alipanga mpango mzuri. Ndio Uria akikuja aende aonane na bibi yake, na sasa mahali pale itasemekana ni nani? Ni bwana yake. Bwana asifiwe. Lakini wakati unajiuliza, hii jambo ambalo ninafanya, Mungu akiona result itakuwa nini? Bwana asifiwe. Tuogope Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba mkono wa Mungu sio mfupi ya kwamba hawezi akakufikia. That the Lord's arm is not short, that he cannot reach unto us, but it is because of our iniquities. Bwana asifiwe. Maana kuna tofauti ya iniquities and kuna ile sin. Ni ya mahali umetoka. Bwana asifiwe. Sin naweza fanya kitu na niambie Mungu nisamehe, ama nifanyie waziri hapa nimwambie. Anabebanga fork. Unaona hii homa. Unaona homa isireaga. Na ni mudu munene fio. Ni mtu mkuu kama hiyo. Unajua lazima utumie wisdom. Mkuu kama hiyo. Unajua lazima utumie wisdom. Akaniambia by the way. Hata guka wetu alikuwa amepanda mandizi, lakini guka wetu aliuliwa. From the work that God gave you, if for sure it is God who called you for that work, don't be diverted by any other person. Uria tunaona ya kwamba yeye alikuwa wa kupigana vita. Akauliza Daudi ya kwamba naweza kuja nikuwe na sherehe na bibi yangu wakati wengine wako kule nje wakipigana? Hapana, Daudi alilala nje. Hiyo inatufundisha ya kwamba you should stick to your lane. You should stick to your line. You should know your assignment. You should know your purpose. Na ndio unaona apostle anasemanga yeye si mtu wa kukaa huku, because that is his assignment. So ukikosa kumjua ama ukikosa kujua line ya waziri ama line ya roda, mtakuwa mnakorogana na watu. So a very important thing is you know your assignment. Kwa hivyo Uria akasema yeye hawezi. Daudi alikuwa mtu ambaye wa kupanga vitu vizuri. Akaona hapana, sasa huyu nitakuwa na sherehe na nitampatia, atapewa pombe alewe. Akikunywa ile pombe hata kumbuka kama alienda kwa mke wake. Bwana asifiwe. Akafanya hiyo yote, lakini Uria hakuna wakati alienda, alilala kule nje. Daudi asubuhi akaambiwa Uria hakuenda, amelala nje. Sasa Daudi akasema kimeumana. Amen. Akaona vizuri ni kwamba achukue barua atume mahali ambapo vita iko. Akasema ya kuwa Uria awekwe mahali pale mbele. Haria bara isaseire mwathani agocwo, mahali ambapo atakamatwa. Na ilienda hivyo. Wakati Uria aliuawa, yule mtu akarudisha report. Ndio tunasema ya kwamba kuna watu wanakuweza kukupangia na wanajua ile wamepanga, walikuwa hata kwa hiyo komiti wakikupangia, lakini wanakuja wanauliza
haya ni uiguite, umesikia? Na ni yeye alikuwa na barua. Na hiyo ndio tumesema ya kwamba tusikue watu ambao wako na hypocrisy. Ile inaitwaje na Kiswahili waziri? Unafiki. Ninajua tulikuwa tunakupangia waziri, lakini nakuuliza bado unaendelea vizuri, na ninajua nimeshakuangusha. Mungu atusaidie. Naye Mungu aliona ya kuwa Daudi yenye ametenda, akatuma nabii wake Nathan. Vile alituma Nathan, akakuja Nathan akatumia story tu, kama vile Yesu alikuwa anatumia fumbo. Daudi akasema, nimeapa mwenye amefanya hivyo atalipa mara 4. Na hakujua ni yeye. Na tukumbuke ya kwamba kunaye mzee wa hiyo familia, the lineage of David, his name was Judah. Na huyu Judah tu, ile mipango Daudi alipanga ama alipitia, huyu Judah alipitia the same. Sababu tunasikia ya kwamba Judah naye wakati alimaliza maombolezi, alikuwa aende akanyoe zile kondoo pamoja na marafiki, lakini akabaki nyuma. Na kwa Daudi tumeona ya kwamba pia yeye alikuwa akue mahali pale ambapo watu walikuwa wanapigana, naye akabaki nyuma. Mnaona kuna vitu zinajirudia. Judah ako kwa lineage ya David, na hivyo ndivyo ilikuja. Na tunajua hiyo story ya Judah na Tama, vile alienda akamuuliza utanipatia nini, na ndio tukasema hii mambo ya bargaining, if you need me, what are you going to give me? Haijaanza saa hii. Sababu Judah wakati Tama alimwambia, Judah aliambia Tama ataleta kakondoo, alimwambia hapana, lazima nikae na vitu ambazo utaniachia. Tunajua hiyo story. Aliachiwa fimbo na hata the ring, na baadaye Tama akakuwa akona mimba. Hivyo Daudi alifanya, ndivyo ilikuwa na Judah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tuko katika hizi familia zetu, fanya kitu ambayo inaitwa family mapping. You do a family tree. Enda kwa familia uangalie mama yako ni nani, baba yangu ni nani, baba yake alikuwa nani. Na tutaacha hii maneno ya kusema ati nataka tu neno moja. Mimi nikikuja tukikutana na apostle, nilikuwa nafikiria ataniambia neno moja, na nikakuwa mang'aa. Jua aliniambia, wewe Karo, enda ukajitafute. Kwenyu kuko hii, kuna hii roho. Sasa nikashindwa. Sasa huyu mimi nimeishi kanisa, nimekuwa kazi msichana mzuri all through, mama mzuri, ananiambia nikajitafute wapi? Kumbukeni tumesema ya kwamba hii iniquity haina hata kama wewe ni mtumishi. Even if you are an bishop, if you have this iniquity, lazima ukue delivered from it. Tumesikia apostle hapa akituambia kuna kazi anafanya ya kung'oa madhabahu ya kwao, na yeye ni apostle, na hiyo ndio kazi yake. Hata baba yetu hapa pia yeye anasemanga, pia yeye akona vitu ambazo he is working out on them. Because number 1, deliverance, it is not a one day process. Deliverance si kitu ya ati ukuje leo atuambiwe no. Deliverance is work to do. Na sio ati mtumishi ama kuhani yeyote ati sasa nimemwambia kwetu kuko hivi ati sasa ni yeye atakuwa ananiombea. No, yeye alikuja tu akafanya igniting, alikuja tu akastart na wewe uanze. Bwana asifiwe. So I have seen the fruits of the teachings of the man of God. I've worked on it, na hata kuna kamoja kamefunguka. Sababu deliverance usiambiwe mimi nimefunguka. No, kuna hii na kuna hii na kuna hii. Kwa hivyo tusitegemee sana apostle. Kama alikuwa ati atufanye deliverance leo, tungefanyiwa kweli? Tungefanyiwa deliverance leo kama tulikuwa tunakuja apostle atufanye deliverance? So his work ama any other man of God, any other servant, ni watuambie ni hivi na hivi, then we work out. Tukaona ya kwamba juu Mungu alikasirika sana na Daudi, alimtumia mtumishi wake Nathan, akamwambia teremka uambie Daudi
nimekasirika na yeye. Na yule mtoto ambaye amepata na huyu mama atakufa. Na ndio tunasoma, tunasikia ya kwamba Daudi alianza kulia, akaenda fasting, lakini mtoto alikufa. Sababu iniquities, they have consequences. Hata kama umeokoka na uliifanya, lazima utalipa. It has consequences. Bwana asifiwe. Sasa hiyo ni mambo ya Daudi. Nataka sasa tuone mtu mmoja ambaye anaitwa Jeremiah. Na Jeremiah alikuwa amezaliwa from the first day the mother conceived Jeremiah. Mungu alimuappoint. Bwana asifiwe. Tunaweza tupatia Jeremiah chapter 1. By the way, watoto wa Sunday school wako, watoto mko? Mko? Wacheni tusome hii leo. Haya, Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1. Ndio tuone ya kwamba si ati wewe useme ya kuwa ama ni vinye sijaokoka. Hapana. Hizi vitu zinakuwa mpaka kwa watumishi, hata wale wamechaguliwa from. Haya. The words of Jeremiah the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin. Tuendelee. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. 20 verse 9. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Tuendelee tu. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. Utatupea mpaka na Kiswahili. Tunaona ya kwamba huyu ni nabii Jeremiah. Na katika hii ukurasa ya Jeremiah chapter 1 ni mahali ambapo Mungu alikuwa anampatia ama anamuelezea ya kwamba hata kama hajazaliwa Mungu alimjua. Tumeenda tu straight to the mission yenye Jeremiah aliitiwa na Mungu. Na tukaona ya kwamba number 1 alikuwa amepewa over nations. Hiyo ingine akapewa the kingdoms. Nations ni mataifa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Jeremiah kazi yake haikuwa tu hapo. Na mimi huchukua ya kwamba kama apostle yeye ni kama Jeremiah. Na hiyo nimesema ya kuwa hata tukiangalia kwa vision and the mission of the church, hiyo ndio ambayo ameweka mahali pale. Lakini kuna mahali ilifika huyu mtumishi wa Mungu, hata kama amechaguliwa na Mungu, kuna mahali alifika anataka kutoka mahali alikuwa aende akapate urithi wa baba yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati huu nataka kuzungumzia mambo ya the gates, milango. Ya kuwa katika haya maisha kunazo milango ambazo huwa zimefungwa. Labda umesomesha mtoto vizuri sana, amemaliza university, ako na papers, hata ako na very good dreams. Lakini huyu mtoto hata ukijaribu kumfanyia nini inashindikana. Lakini unajiuliza ya kwamba kwa nini? Unaweza jipata ya kuwa ni ugonjwa uko nayo lakini haiishi. Tumesema ya kwamba kuna watu ambao huwa wanafungiwa milango yao. Na ndio nataka tuone ya kuwa Jeremiah hata kama alikuwa amechaguliwa na Mungu, kunazo milango zake zilifungwa. Bwana asifiwe. Nayo hiyo tutaipata katika kitabu ya Jeremiah 37 verse 12 to 21. Jeremiah 37. Tunaendelea na ibada tukikojea hiyo ibada ingine. So labda tukiona kuna vitu tumekata tujue ya kwamba tumeshift. Bwana asifiwe. So Jeremiah 37 verse 12. Then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin,
to separate himself thence in the midst of the people. 13. And when he was in the gate of Benjamin, a captain of the ward was there, whose name was Irijah, the son of Shelemiah, the son of Hananiah. And he took Jeremiah the prophet, saying, Thou fallest away to the Chaldeans. Simamia tu hapo. Weka Kiswahili. Weka Kiswahili. Tunaona ya kwamba huyu ni Jeremiah, mahali ambapo alikuwa anaishi, akaona ya kwamba ningependa kuenda kufanya mambo katika nyumba ya baba yangu. Na Jeremiah akaanza safari. Kama vile wengi wetu tuko na mahali ambapo tumetoka. Labda kwenyu ulitoka katika tuseme district, tuseme mimi nilitoka Kiambu district, nataka kuenda Nyeri. Bwana asifiwe. Na watu wa mahali pale ama hata watu wa familia wakasikia nikiaga nikisema ya kwamba na mimi ninaenda kazi Nairobi. Bwana asifiwe. Sasa milango inaanzanga mahali umetoka. Sababu wale adui ambao ni wabaya sana ni wale ambao ni wa nyumba zetu. Bwana asifiwe. Mama yako anaweza kuwa adui, your father, your sisters, your brothers, even your children. Bwana asifiwe. Na wakati huu tunaona ya kwamba Jeremiah akijiandaa kuenenda, akapatana na huyu mtu mmoja. Jeremiah aliondoka Yerusalemu kwenda nchi ya Benjamini ili kupokea sehemu ya urithi wake. Bwana asifiwe. Alikuwa anaenda kuchukua ama kufanya mambo mazuri. Na ndio tukasema ya kwamba mtu unaweza kaa chini uwaze useme ya kuwa sababu naweza pata kazi hata Ulaya, wacha nianze kufanya mipango ya kuenenda. Bwana asifiwe. Na hiyo mipango ni mzuri. Hata unaweza kaa chini na useme mimi nataka kuanza business. Hiyo ni mawazo mazuri. Lakini kumbuka ya kwamba we always says that life is spiritual. Everything we do it starts from the spiritual realm. Bwana asifiwe. Whatever now we are seeing physically, that one is manifesting from the spiritual world. Tunasema ya katika haya maisha ambayo tunaishi, maisha ni dunia ya roho. Bwana asifiwe. Hata kama uko na ugonjwa, kwanza iliundiwa mahali pale kwa rohoni. Na ndio maana wanaingia ili waweze kutusaidia. Kwa hivyo katika haya maisha ambayo tunaishi, lazima mtu akuwe na a prophet. Because prophet ama hawa watu wa Mungu wanakujanga kutusaidia, maana hatuwezi tukajitoa sisi wenyewe. Umeelewa hapo? Kwa hivyo ni vizuri jua who is your prophet. Who is your prophet? Prophet umemwamini ama tu ni kumchezea? Unajifanya uko huku lakini hauko hapa. Hatusemi mambo ya ati watu wakuje hapa, hapana, ati wakae. Hii ni madhabahu. Wenye wanataka kukaa ni vizuri. Wenye wamekuja, hii ni kama mto. This is a well. Unakuja unachota maji yako unaenda. Ndio maana haitwi kanisa. It is an altar for anyone. Na ndio maana Mungu aliipeana ikiwa kwa CBD Central. Si umeona? Ndio sasa ukiwa hapo wewe unaingia tu. This is another Shiloh. Shiloh yenye watu walikuwa wanaenda kuomba kama Hana. Tumeelewa? Kwa hivyo katika madhabahu kuna kuwa na mtumishi. Wewe jua ya kwamba mtumishi mwenye anaweza niambia hii kweli nimemwamini. Because you can be having a prophet and you don't have any confidence with him. You can be having a prophet lakini wewe ndiye wa kwanza kumpiga. You can be having a prophet lakini hata you are just disobedient. Yani huwezi ukamsikia. Hata you can have a prophet mwenye hata kwa umri ni mdogo kuliko, lakini unamwangalia unamfanyia mahesabu unasema ya kwamba kwani aniambie nini? So ni vizuri pia hiyo line tushike vizuri. Ya any man of God ama any woman of God tuwaheshimu. Bwana asifiwe. Na tuendelee. Tumeona ya kwamba alishikua katika hiyo lango. Na tukienda nyumbani tusome hii Jeremiah 37. Bwana asifiwe. Tutafikisha hapo kwa wakati huu. Nilisema ya kwamba tutafanya vile Mungu anataka iendelee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nitarudishia mic
waziri, lakini tutasimama ndio tutoe our sacrifices, our offerings. Mtu tusimame tulete hapa ili tuingie katika hicho kipindi kingine. Bwana asifiwe. Praise and worship, naweza tupatia one song as we give our offerings and our sacrifices. Tuleteni our sacrifices, our offerings, tuwekelee tu hapa kwa madhabahu. Tunaweza simama. Taleta sadaka za sifa kwako Bwana. Tunaweza anza hivi. Leteni sadaka. Zipokee. Takatifu, takatifu, nakuita takatifu. Sitapiga magoti yangu isujudu. Tuendelee kuleta sadaka zetu. Zangu ziwe manukato. It is good to come in the house of the Lord with something. Kwa Yesu. It is good to give thanks with whatever God has given us. Mungu ako na kila kitu, lakini kwa hii kazi yake anahitaji mkono wako, mkono wa yule mwingine. Tuko na kusedi kwa mahali pale, bado inahitaji. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato kwa Yesu, astahili sifa. Wacheni tuombee sadaka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumeshukuru adhuhuri ya siku ya leo. Asanti kwa vile umekuwa pamoja nasi. Mbele yetu tuko na sacrifices na offerings ambazo tumeleta katika nyumba yako. Tunaomba ya kwamba kunao wametoa wakikuamini ukaweze kuwakumbuka. Baba, tunaomba hizi offerings ikienenda kufanya kazi yako, ukabariki kila mmoja ambaye ametoa, na wale ambao hawajatoa maana hawana, naomba mkono mmoja ukawe wa kazi yako na wengine wa kazi yao. Baba, ukaweze kutumnyenyeshea na baraka zako ili tukaweze kuendeleza hii kazi yako, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana waziri. Bwana asifiwe. Tunaendelea vyema tukigojea ile sasa, kila kitu ambayo tulikuwa tumepanga kutoka asubuhi imefika hapa. Sasa ile sehemu nyingine sasa ni mambo ya wedding, na kama unavyojua wedding tunaenda na mpango na taratibu. Kwa hivyo sisi kama kanisa na wageni wetu tutatulia tukigojea sasa wale ambao wameenda kuchukua tu katika hiyo maneno ya harusi, wale ambao waliendea msichana ambaye anaolewa na huyo kijana bado wako safarini. Wamesema they are almost coming, wamekaribia sana. Wameniambia tuwapatie kama dakika 10 pia tukigojea mchungaji ambaye anakuja kututolea hii ibada ya harusi. Kwa hivyo mimi ningeomba tu tutulie vile tulivyo. Tukishamaliza harusi tutakuwa na refreshment, msiende. Hospitality department inatushughulikia, na mimi najua wamefanya kazi mzuri, kazi ya ajabu. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Tutakuwa tukigojea mchungaji wetu ambaye ni bishop. Alikuwa ameniambia atafika hapo saa 8 na muda unazidi kuyoyoma, na sasa kwa kipindi cha 20 minutes atakuwa amewasili, na yeye akishawasili atachukua ibada sasa na ataiendelesha mpaka mahali Mungu atamuelekesha. Kwa hivyo ndugu mpenzi, mkae mmetulia, mnaweza salimiana hapa, mnaweza ongea tukigojea sasa ibada ya harusi.
na pia timu yetu ya Praise and Worship, muendelee tu kutubuiza wageni wetu, kutubuiza church. Unafanya kazi mzuri sana, tunafurahia kama tunavyongojea bishop na pia wale ambao wanakuja kufanya, wale ambao wamefanya sisi tukutane hapa. Kwa hivyo tuendelee na muziki yetu mpaka tutakapomwambia mtamatishe. Amen. Kwa hivyo mtulie tu, mambo inaenda sawa sawa. Usifiwe Mungu, muumba mbingu na nchi yote.